Na Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Mchungaji Benjamin Sinyenga kutoka katika kanisa la Great Vision to Southern Mapinga, Bagamoyo. Ninao ujumbe mfupi sana asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2025, ambao ninaupa kichwa Mungu atakuokoa tena, au Mungu atafanya tena. Kuna mambo ambayo unamwamini Mungu katika maisha yako, endelea kumwamini Mungu atafanya. Kutoka kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 10. Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 10 ndio mahali ambapo andiko letu la msingi linatoka hapo. Anasema, maana ndugu, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Na sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufuaye wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Haleluya. Tumepoa anaandika ujumbe huu kwa Wakorinto, akiwaelezea kuhusu namna ambavyo walipata dhiki kubwa sana walipokuwa Asia. Walipata dhiki ilikuwa ni kubwa mno kiasi cha kwamba walikuwa wamekata tamaa ya kuishi. Lakini wakawa wanamwamini Mungu. Wanasema, Mungu tunakushukuru na tunakuamini hata kama hali imetokea hivi, lakini tunaamini hata tukifa ipo siku utatufufua. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu huruma zake, Mungu akawaokoa na ile mauti kubwa namna ile. Anasema Mungu akawaokoa na atawaokoa na atazidi kutuokoa, maana tumemtumaini. Asubuhi ya leo sijui unapita katika hali gani. Kuna watu wengine umekosa tumaini, labda kwa kazi uliyokuwa unafanya, umefukuzwa, labda kwa hali ambayo ulikuwa unapitia ya magonjwa, umeona kwamba huu ugonjwa sijui kama natokaje, au labda kama una shida ya kiuchumi, haujui fedha itatoka wapi, kodi itatoka wapi, hali imebana, maisha yamebana kweli kweli, huelewi kwamba utachomozea namna gani. Nina ujumbe huu wa kukutia moyo asubuhi ya leo. Endelea kumwamini Mungu. Ukimwambia Mungu, utaniokoa tena katika hili jambo, utanivusha tena katika hili eneo, utaniokoa tena katika hii mauti kubwa namna hii. Haijalishi ni magonjwa, haijalishi ni daktari amekwambiaje, lakini weka tumaini lako kwa Bwana asubuhi ya leo. Weka nguvu zako na imani yako kwa Bwana asubuhi ya leo. Atakuokoa na atakuvusha katika hiyo hali, atakuvusha katika hiyo changamoto, atakuvusha katika hiyo eneo ambalo Bwana yuko unapita, unaona kabisa una mashaka. Nina ujumbe huu kwa ajili yako. Labda ndugu yako anaumwa, labda umeachwa na mchumba, labda umeachwa na mume na mke, labda mambo yamekuwa magumu kwako. Kumbuka ile Mungu aliyokufanyia, aliyokutendea. Kumbuka Mungu alikokupitisha katika hata kitu kidogo ambacho Mungu aliwahi kukufanyia. Labda leo umekosa fedha, lakini juzi ulikuwa nazo, lakini wiki iliyopita ulikuwa nayo. Mungu yule aliyefanya atafanya tena kwako, atafanya tena kwako. Ninakuombea asubuhi ya leo, imani yako isitindike kwa Bwana. Mungu akakupe kila haja ya moyo wako. Mungu akaachilie msaada kutoka patakatifu pake kwa ajili yako. Ukapokee yote unayotazamia wiki hii kwa jina la Yesu. Uliyokosa kuyapokea mwezi huu wa 3, Bwana akakupe nafasi mwezi wa 4 ukapokee kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuwa na imani ya Bwana. Mungu akupandishe kiwango, Mungu akupandishe kiwango tena cha uchumi, akupandishe kiwango cha mahusiano, akupe mambo mazuri, vitu vizuri katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi mchumba amekukataa, lakini Bwana ana watu wengi. Bwana ana watu wengi. Bwana bado anaweza kukuinulia watu, anawakawa baraka katika maisha yako. Labda umesahauliwa na watu ambao walikuwa wanakusaidia, lakini upo msaada wa kweli kutoka kwa Bwana. Ninatangaza asubuhi ya leo, Mungu anakuinulia msaada wa watu. Anakuinulia mtu atakayebadilisha maisha yako. Anakuinulia mtu ambaye atafanyika msaada na wewe kuvuka katika hiyo hali. Sijui unapita katika hali gani, lakini Bwana akupe ushindi na ukashinde zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Unapoishia mwaka huu, mshukuru Mungu kwa yote aliyofanya. Natumia ule ushindi ambayo mambo ambayo Mungu alikufanyia
ili kwenda katika hatua nyingine. Sikiliza, shukrani huwa inafungua milango mikubwa sana. Mshukuru Mungu, washukuru watu waliokufanyia mambo mazuri, na Mungu na atasababisha watu waendelee kufanya zaidi na zaidi kwa ajili yako. Nakushukuru kwa sababu ya ujumbe huu. Neema ya Mungu zidi kuwa pamoja na wewe. Amen.